Ivinda neoi na maitha makwa mekele kitoe masie mwana une mulilikane wewe kego nyitio gani thini wa tafadhali ya mugambo wa murimi njita kimiti wa gitau umuthi ndiri mutha thini wa county ya Machakos guku kwitagwo Yata na njukite gundu gwitagwo Dalani Farm na wira wa guku rikengwire ni kurithia ng'ombe na njira igwite na muthenya mwanya muno to tukwaria gukiaria na Muhesh okera hau ringi uge Muhesh na mwaci uyu atongoretie na kiambere tubwitaga Charles Kilonzo mwenyewe niwe gukorwo agituthomithia atongoragia na mbere akauga I'm going to be the best example nigetha we ukiambiriria kurima onake ni ararima hihi ng'ombe ciao ri ciriaga ki cinyuaga ki na ningi ni maciroraga na njira iriku ni undu wa mana mangi maingi tutitinda chai na karara reke tuingire kuo tumenye ndeto uri kihana hakiri undu ungi ivinda neoi na maitha makwa mekile kitole masie Kilonzo ni mulilikane twalilie jambo Kimiti wa Kitao karibu sana. Asante Salimia Njagi ndio manager hapa. Habari ya yeye ndio daktari. Kazi mzuri ambayo mnafanya. Leo nimekuja tuzungumze tujue mambo ya maziwa. Si ndio? Haya wacha tuendelee na Muhesh alafu tutakuja kuongea na wewe. Si ndio? Haya Muhesh tutaanza hivi ama tunataka tuanze hapa? Tuanze mahali tunalisha ng'ombe. Tuingie ndani. Okay. Yes. Nadhani tutatembea huko. Karibu, safari ilikuwa namna gani? Sawa kabisa. Umeshawahi kuja Yata? Sija bado, hii ndio ya kwanza kuingia Yata. Hii inaitwa Dalani Farm tunafanya mambo mingi. Wow. Wacha niambie wa jamaa wangu wazime machine. Ni kweli. Boy, nzima kwanza. Kwa hivyo nilikuwa nakuelezea Dalani Farm. Yes. Tunafanya mambo mingi. Yeah. Lakini ile biashara kubwa tuingie kwa Dalani Farm. Ningependa kwanza usalimie mtazamaji ili kwanza jue tumefika. Na utukaribishe nyumbani. Asante sana fans wa Inoro TV. Yes. Mimi naitwa Charles Mutavi Kilonzo. Mimi ni mkulima. Na pia mimi ni mwanasiasa. Ni kweli kabisa. Mimi nimekuwa mbunge wa eneo ya Yata miaka mingi sana. Hii ni mulango wa 3. Yes. Lakini unajua kuna siasa na kuna ile live after politics. Live after politics. Ndio hiyo. Sasa hii ni live after politics. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo mimi nafanya biashara mingi kwa shamba. Yes. Mojawapo ni ukulima wa dairy. Yes. Hiyo nitakuonesha. Hapo ndio tunaenda kuchungulia. Hiyo ndio ile biashara kubwa tunafanya hapa. Lazima. Hebu tuanze kwanza kwa siku ya leo tuzungumze kuhusu ng'ombe. Kwa nini ukaamua wacha niingie kwa ukulima wa ng'ombe wa maziwa? Nikiasumu Yata, wakati wengi watasikia watadhania utatoa wapi chakula? Kwanza kupanda mahindi sijua maitakuwa. Unajua wote kwa mentality yetu tunajua ule ni dry area. Wakati tunasema semi arid areas. Sasa hebu tueleze ilikuwa namna gani ukaamua nitaingia kwa ukulima wa maziwa? Yangu ni kama damu. Because baba yangu, mama yangu walikuwa nafanya dairy farming. Unajua sehemu ya Yata kwa miaka mingi, yani Ukambani generally, ile maziwa napatikana ni ile ya long life, UHT. Unajua ladha yake kwangi mzuri. Na demand iko. Kitu ya kwanza demand iko. Unajua Ukambani any milk you produce demand iko. Si kama upande wa Central au Rift Valley. Upande wa Rift Valley every farmer na produce excess milk. Upande ya Central au upande ya mlima unasikia bei ya maziwa huko ni chini, unasikia 20 something 33. Ile imeweka serikali sasa wamesema minimum 33. Ukiangalia huku kama mtu anauza big quantity, minimum inakuanga 45, 50, ukiretail 60, 70. That is one. Kulikuwa sasa demand iko. Na unajua ingine mimi ni kama nilirithi hii kupenda kuweka ng'ombe. Babangu alikuwa mkulima. Kama sijui kama nakumbuka mzee alikuwa commissioner anaitwa Philip Kilonzo. Yes. Waacha mambo ya askari. Ni kama mimi, waacha mambo ya siasa. Pia yeye alikuwa mkulima. Alikuwa anapenda ng'ombe sana. Wakati uliamua mimi nataka kuweka ng'ombe wa maziwa, ni kwenda ulienda shule kusomea ama hii utaalamu wenyewe ulitoa wapi? Wakati niliamua nataka kufanya biashara, ilibidi nisome. Na kwa sababu wakati wa kukua consultancy, unajua siku hizi ukitaka kuna mashule. Una register na mtu anakufunza 2-3 months unajua kila kitu. Ilibidi nikasoma kwa wakulima wengine. Kwa hivyo nilitembelea mashamba mingi sana. Ingine naenda huko na lala huko. Breed ya kwanza ambayo kuanza nayo ukulima wako, uliwachagua kutoka wapi na pia uliweza kuleta breed yupi wakati ulisema mimi nataka kuanza ukulima wa ng'ombe wa maziwa? Wakati nilianza ninunua ng'ombe karibu 10 kutoka Kalia Farm na nikanunua zingine 15 specifically Embu.
tulikuwa nataka area ambayo ina weather very different na hapa Yatta. Na wakati tulinunua hizi 10 kutoka Kalia Farm zilikuwa heifers. Ilikuwa inatakiwa tukae nazo miezi 5 ndio zizae. Lakini tukaona hiyo biashara itakuwa ngumu. Nikapewa mawaidha, nikaambiwa because you are starting, nunua ng'ombe wengine ambao wanakamuliwa. Nikanunua ng'ombe 15 ambazo zilikuwa zinazaa within the second month ya kwanza shamba. Kwa hivyo immediately ukaona shamba kama ninunua ng'ombe 15 na hizo ng'ombe zilikuwa zinatoa karibu 20 liters, immediately tunaanza produce 300 liters. Kitu kingine tunafanya hapa si maziwa peke yake. Tunafanya also kama breeders. Tunauza maheifers. Hiyo unajua pia ni biashara. Na pesa mingi na kuanga kwa kuuza heifers kuliko kwa maziwa. Na future hii shamba tunajenga plant, nyumba ya kuweka machine, ndio maziwa ikitoka kwa shamba inakuwa processed. Fresh milk. Ukienda soko ile kubwa hapa Matu, soko zote hapa kuna fresh milk. Ile ngini sasa tunatengeneza yogurt. Value addition ndio sasa inakupea pesa. Kwa watu wengi wakisikia kwamba tuko upande wa Yatta, chakula inakuwa ni changamoto kubwa. Wewe changamoto hii umeweza kupigana nao kivipi? Chakula, unajua ng'ombe tunaweka kwanza ni freshen. Yes. Freshen kwa ng'ombe za maziwa ndio the best. Lakini nakula sana. Kuna wakati ilifika nafikiria kwa nini niingie biashara. Ng'ombe unataka lakini chakula ni kali sana. Tukakaa kukaanza kuja hizi makampuni. Moja wapo ni Aquest. Walipokuja nikakuwa introduced. Kitu ya kwanza tulipocalculate bei, wakati hiyo tulikuwa tunanunua 10 shillings a kilo. Vile umeona imefungwa 10 bob. Yes. Tukaona sasa wacha tuende hapa. Yes. Hii silage wanatengeneza, hata mimi wanaelezea babosi huko nawaambia wachunga wasifunge kampuni because wakifunga wengi wetu tutafunga kazi. Kuna zile policies ambazo zinaumiza wakulima na nashukuru ya kwamba wewe ni mmoja wa wale ambao wanasaidia kutengeneza zile policy. Hebu tueleze ni vipi tunaweza saidia mkulima wa ng'ombe wa maziwa? Hata kabla tuongee mambo ya policy, kitu moja ambazo imeumiza wakulima ni petrol. Wakati tuliintroduce VAT kwa petrol, ilikuwa punishment kubwa sana kwa wakulima. Because inamaanisha production cost imeenda juu. Kwa sababu unataka kutransport maziwa yako, niko na backup generator, tunakuanga na shida ya stima. Wakati hakuna stima tuna pump maji na generator, inakuwa very expensive. Ya pili, bei ni wrong. Mimi kwangu kambani siwezi complain, lakini kiangalia Central Rift Valley, hata ile bei imekuwa set na wakulima ya 33 shillings. Hiyo bei ni wrong. Minimum hata kama ni Rift Valley Central, realistic price ya mkulima na zile makosti kwa hapa inatakiwa 45 shillings a liter. Ukiangalia kitu kama cotton imekaa karibu almost 3 months. Kwa hivyo bei ilikuwa juu. Na wakati cotton imerudi kwa market, soya imepotea. Tulikuwa tunanunua soya kilo 60 bob. Leo soya inaenda between 130 and 140. Na bei ya maziwa ni ile tu. Kwa hivyo unaangalia unaona ukienda nchi za ng'ambo Europe kuna a lot of subsidies kwa wakulima. Huku hatuna. Kuna a lot of incentives. Huku hatuna. Kwa hivyo ni kama mkulima amewachwa yeye peke yake. Hizi ndio vitu tunasema national government hata county government waangalie sana. Because mkulima ndio ana feed the nation. Kunao madaktari ama wale experts ambao umeweza kuwa nao kwa farm yako? Ndio, kwa mfano hao ng'ombe tuko nao hapa ni karibu 100. Yes. Na ni lazima uwe na daktari. Yule mzee nimekuonesha hapa anaitwa Njagi. Yeye ni daktari. Kwa hivyo ng'ombe akigonjeka, unajua ni kama binadamu tu. Anajua ng'ombe ako na shida. Kwa nini akuli? Yes. Anaangalia na tibu. Hau niho agweta uhoro wingi gukorwo ena expert uria makoretwo nake hinda riri riothe na hau niho tukwamba guikiria nigetha tugicokereria tugukorwo tukiaria na Njagi nake atwire atiriri hihi wira ukoretwo hana atia na ningi riria riothe akoretwo akirithia ng'ombe ciake ri niki kiu gitumugucagiriria guikara na ng'ombe ici ati undu ungi ndukahutie mutambo ucio ni turacoka thutha wa kahinda gatari coka.